Sky Cable TV, beyond the real. Good afternoon and welcome to today's broadcast here at Sky Cable TV, Kenya News at 1. My name is Keretoh. So today's news begins with Kirinyaga women representative Wangui Ngushiri have broken her silence over the move by Governor Anne Waiguru to join her in UDA ahead of 2022 gubernatorial contest. She described the governor as her follower who, like other residents of the county, have been looking upon her for the political direction coming 2022 general election. She said that she was the one who showed people of Kirinyaga to Deputy President William Ruto and UDA, and the people listened to her and followed her. Wangui said that the governor is still at the reception at UDA and she will need her permission to access the party. Mutongoria atongoragia from the front na tongoragia kuma thuba. Mutongoria niwe atongoragia andu make makathi kuria athiete. Ni ndia natongoria andu makwa kuthi BBI na ndia natongoria andu makwa kuruma Deputy President. Ndamenyire thirikari ni imwe na thirikari yonde ni ithuĩ twathurire. Kwogu ngitongoria andu makwa kuringana na kuria ndonire niku kwagirirwe niku kwa gukwega na niku kungitethia andu makirinyaga kana Kirinyaga county as a whole. Kwogu mutongoria tikatongoragua kwogu ara marathi makithikagiriria ground makarumirira andu makuga ati andu marugire mekuthi mwena ucu na mwandu acu mamenya atiriri na money followers makwa tondu nikara mararumirire andu ara natongoririe ni ndingigaguoya wa mundu tondu ndungiuka gwakwa nyomba ira njakite na moko makwa ngarikia unjendera gwitigira tauna niwe woka gwakwa tongu ngate kana wingire thiini kwogu andu mamenye ati ni ndongoretie ndi mbere na guti mundu diretigira aria marokire moke akwa ni mekubota kurikia mukondo ni ndi biara ta aria marugarugaga tathi wa mwikamba ati umunde wa Kalonzo rucio kwa mbamba kwa musaria ati ni korathiceria wagiriru waga ugoko gaturumirira kwogu ikareta mufuasi uturumirire gutina mundu ena guoya tondu guti muciari etigagira mwana riu rita riri mwana wakwa. And on the next, MP Ntindi Nyoro calls for peace, telling people that he is unhappy of the visitation of Kontele by the Deputy President William Ruto, who was being thrown stones to by the youths. MP Ntindi stated that the Hustler Nation is a peaceful political party and instead of fights, people should focus on the betterment of economy by urging the leaders like PS Kibicho and the government and other government officials to ensure there is peace in the country. I want to assure all Christians in the Republic of Kenya, on behalf of the Hustler Nation, we are a peaceful movement. Tumeona juzi Mheshimiwa Deputy Rais ameenda kule pahali kwingine pale Kodele. Badala ya wamuonyeshe mapenzi wanamurushia mawe vijana ambao walikuwa wamepangwa. I want to challenge all leaders and to advise them. Hustler Nation is peaceful and we are going to remain peaceful for as long as we are in this process. And there is no provocation that will make Hustler Nation take another or anotherwise route. Sisi tunauza sera na tunawauliza kwa heshima pia wao. Mawe haitahesabiwa kura ikipigwa, ni kura itahesabiwa. Tuache kutumia vijana. Tuache kutumia vijana kurusha mawe, watu wauze sera. Every Kenyan is interested in a peaceful Kenya. A peaceful Kenya is useful to all Kenyans. Kwa hivyo tuuze sera na tufanye siasa ya nidhamu. Na wale wengine ambao wamepatwa na kiburi,
wale wamepewa kazi na Mheshimiwa Deputy Rais. Juzi wanasema wananchi wameze wembe, na wakasema wananchi ati wao wamenunua kaba ya kutosha, wananchi wajinyonge. PS Kepisho and all the other officers of government, tafadhali tukue watu ambao tuko hapo tukipewa viti. Kenyans are not going to swallow razor blades. We are neither going to hang ourselves. Kenya ni yetu. Hata kama tuko na mashida, tutashikana sisi wote, tujiinue wenyewe, tukiinua uchumi. Residents of Moi and Otiende Estate came together calling for peace over a children's playing ground. They say that the grabbing of the playing ground started in the year 2000 and they have been fighting for it. They urged the Nairobi Metropolitan Service and the National Land Commission to help them to bring the playing ground for children back. Majina naitwa Salome na mimi mkaazi wa hapa. Hii plot ni kunyakuliwa, imenyakuliwa, and it's a sewer line, and we are being told that they are putting up a 450 hostel. Sasa hata hapa hatuna maji. Sasa watatoa maji wapi? Sewer line ilijengewa watu wachache. Sasa wanaleta watu 450. Na hii ni vile wanafanyanga everywhere. Wananyakua land, wanasema ni ya watoto maskini. Lakini itakuwa apartment kubwa sana hapa in the future. Nani wamewapatia hii land? This is corruption that is being whitewashed as being for poor people. The people that we have been told that are coming here, we have heard that it is a charitable organization. And they are doing it for their own benefit and not for the benefit of the children that are here. That even the children that they have, that they are trying to protect, we also have children here, which are also over 400 in number in the Moi estate and Otiende estate. So if we have additional 400 children coming here, there's almost going to be about 1,000, and the capacity of the sewer line and the water system that we have here cannot take care of that particular number. And we ask NMS to be able to evaluate and see if they want these people to be here and they're determined that they want them to be here, then it means they have to construct additional sewer and water line to be able to serve that particular number. Tumeenda ofisi mingi sana na ni kuzungushwa because hata kuscan hiyo nini permit scan wanasema ati the system is down because they don't want to show that the permit is flawed and illegal. Hata hiyo permit ya NEMA is illegal because the wakazi wa hapa wali protest. Hata wakati NEMA walikuja, we protested, but they are still putting it up and they have got an illegal NEMA license to put up this thing. How can you build on top of a sewer line? It is illegal, it is corruption. NMS, tafadhali mnafanya kazi mzuri huko kwingine. Hata hapa children's playground tunaitaka. NMS, badi kujeni mtuokoe hapa kwa hii estate yetu ya Otiende Lang'ata. Thank you. Yes. Residents of Bombasi complain about the bad infrastructure set in the region, that there are no roads to connect them to Nyamache estate, which is really stressful to them. Niko na ndizi, ninataka nipeleke soko lakini hakuna njia ya kupeleka. Mheshimiwa Innocent, tunakuomba, tumelia, tumesumbuka. Aswa wa mama wenye wanaenda hata kujifungua kama mimi, tunasumbuka. Wakati mama anaanza kuumwa, anazalia hata njiani, kupitia barabara hatuna. Tunakuomba ukuje utumalizie barabara, tuweze kufainika na sisi pia watoto wetu na hata maisha yetu si wenyewe. Hii barabara ipitiki kabisa. Tunateseka sana. Sijui serikali itatusaidia namna gani. Ombi yetu ni kuambia serikali itusaidie kwa hii barabara. Itengeneze ndio hata sisi tufaulu kupita. Kama mama mboga analeta mboga kwa barabara, anataka kuchukua nyanguzu, hakuna barabara mahali atapanda. Bwana bota hapana pita wakati mvua inanyesha mingi. Wanakuama kwa njia. Ndizi ile mama anatoka kwa shamba na kuleta kwa barabara hapa. Hakuna barabara ile atachukua mpaka nyanguzu ili auze ndizi yake. Hata miwa ile inalimwa sehemu hii zaidi. Hakuna gari itafika huko kuja kubeba hiyo miwa. Also, there is an increased rate in diabetes cases in the country. These have risen
an alarm as Kenyans are advised to eat well and choose the right measures to stop the spread of the disease in the country. Is manageable. Watu wameishi miaka mingi wakiwa na diabetes. Hata hivyo katika ulimwengu mzima watu wengi sana wamekufa. Kufikia statistics za sasa, around 537 million people have died of diabetes. And kulingana pia na utafiti ni kwamba kila 1 out of 10 people wako na diabetes. 44% of people, the population in the world, hawajajidiagnose na hawajui kama wako na diabetes. Na katika nchi yetu ya Kenya, kulingana na utafiti ambao umefanywa, ni kwamba around 4% ya watu wamekuwa diagnosed na diabetes, na ukicalculate 4% of 40 million, around 40 million, hao ni watu wengi sana. Worldwide wanasema kwamba 1 person dies every 5 seconds of diabetes and related diseases. Wito wetu kwa serikali ni kwamba tunataka watengeneze policies ambazo zinaweza kufanya kila mmoja access dawa ya diabetes. Kama vile serikali yetu ilivyochangamkia wakati wa HIV mpaka ikafikia mahali ambapo watu ambao wameathirika wanaweza kupata dawa for free. Tunaomba pia hizo policies, tunaitisha Parliament itengeneze policies ambazo zinaweza kusaidia watu wa sukari. Ni muhimu watu wajitokeze ili tuweze kupigana na kisukari. Maana kisukari si maradhi ambayo umeambiwa sasa ni death sentence, kuwa umepatikana na kisukari sasa ndio basi tena wafa. Kwa hivyo watu wajitokeze, tukutane, tuwe kitu kimoja, tuweze kupigania haki zetu, tuweze kupigania matibabu yawe chini, na tuweze kusaidiana ili ambao hawawezi kujiinua tuweze kuwainua. So there is happiness as former and third president of Kenya, Mwai Kibaki, turns 90 years today. Kibaki is well known due to his achievements, the one he made during his presidency time by introducing, for example, free primary education, basic affordable health care access, an increase in school enrollment, a rehabilitation of roads and infrastructure, among many others. Many wished him a happy birthday as he continues to age gracefully, and among them is State House, Kenya. Mwai Kibaki, na hapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Kenya kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo. Ewe Mwenyezi Mungu unisaidie. I'm very grateful that you have a lot of very beautiful and brilliant people in this particular part, and I see it is going to be very beautiful. Honestly, when we do the roads, the tarmac roads, which go through these hills, leaving the drier parts or down there and coming through these hills, meandering around the whole lot of them, and you will one day be able to look back, and those of you that are fortunate, you will have known how it looked like long before there was a road or a tarmac road around these hills. Hii mvua itakuwa ni kidogo, wewe hapana, hata gari yangu naona inatoroka yeye bure. Mwambie arudi nyuma. Ni pumbafu kabisa. Maana unakuwa na maana gani duniani ikiwa wewe kazi yako ni wizi wa ng'ombe? Kweli una maana gani? Una maana wewe ni binadamu ya mavi ya kuku. Na kuna mwenyewe hapa, au ni mama au ni baba, angali anajivuna kutembea mbele ya watu na ana aibu.
Mtu kama huyo ni bure kabisa, anahitaji kutwagwa makofi. You are letting this go down by allowing some teachers to drink too much. Oh yes. Oh yes. When we see so many drunkard teachers in so many schools, I am telling you, you are educating our own nation by mistake. Usije ukiwa popote ukishakula pombe. Ukweli ni kwamba hakuna haja wewe kula pombe hata ndio ukatendeme juu ya mtu wako. Hiyo wacha. Ikiwa unataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Lazima wa kila mtu, hakuna, hatutaki kuogopa yeyote. Yeyote ambaye hataki maendeleo mazuri, awe anataka kujenga Kenya yake, hiyo tutafuata na yeye atawacha tu. If you just hang around and don't register, you are useless. No, true. You can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that. Tutafuata na yeye atawacha tu. If you... Anyway, let me not say that. Lastly, that in the FIFA World Cup Qatar 2022 qualifier, Senegal played against Congo in a football match where Senegal beats Congo 2-0. Senegal clinched their place in the playoffs back in October, but after seeing their 100% record ended by Thursday's draw in Togo, they were hoping to wrap up their Group H campaign on a high at home to Congo. Bring you up to date with that in a second as Senegal come forward. Lovely strike! And in off the crossbar for the opening goal for Senegal. Ismail Assar. He's been in good goal-scoring form for Watford in the English Premier League. Goes for goal, actually, and it's off the woodwork. Fairly sure he was going for goal. Was not too far away. Saliou Ciss. Maybe a great opportunity for a second, it is. Almost walked it by Ismail Assar. 2 for him, 2 for Senegal. Good run from the Nancy left-back. Diallo gets it back to Dia, and Dia's there. And he got the shot away, and Mafumbi with his legs. Maybe an opportunity for Congo. Opened up for the shot, and then Benza's there. Forced a little bit wide. Congo unlucky. Now Ismail Assar. Maybe a chance for a hat-trick for Ismail Assar. Well, it certainly was a chance, but one that he didn't take. Saliou Ciss, maybe an opportunity to do so now. Mafumbi using his legs to good effect once again. Good play by Crépin Diatta. And a chance, and another save by Mafumbi. Pape Matar Sarr, who's just come off the bench. Senegal complete their group stage campaign with a win, their 5th in 6 games. It's finished here, Senegal 2. So thank you for tuning into Sky Cable TV Kenya News. Don't forget to like, subscribe and comment us across all our social media handles. My name is Michelle Keretoh. See you tomorrow.